Mstari wa 10, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu, nguvu, ufalme wa Mungu wetu, mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Huyo joka aliyetupa chini, huyo mshtaki, huyo anayekushtakia unapokuja kanisani kuomba, mchungaji anaposema anasema kwamba pokea baraka, amini kwamba umepokea, unasema akajana nilizini kana tapokea baraka. Uzinifu wa kutupwa wewe, hata kama hujatubu, hata kama hujatubu wewe ndio tu kujishtaki mwenyewe. Tena na wote angekuwa kwa shetani na ibilisi. Kama makajana ulizini, kama sote tunaenda shule, tunaenda darasani, kama makajana ulizini na ukatubu, kwani yawe pilipili sio ile ya kufanyaje? Ya kuwashia. Kwani unakuhusu nini? Wewe umesamehewa au hujasamehewa? Kwani wewe unasamehe? Sio umeambiwa upokee baraka. Sio upokee. Sasa unajiwaza waza na hata kujiwaza wazisha. Oh, mimi sijui Mungu ananionaje, anakuonaje? Kwani wewe umeona umegeuka sura? Umekuwa nguruwe badala ya mwanadamu. Sio wewe. Tena ulivyo handsome hivyo. Tena ulivyo mrembo hivyo. Tena ulivyo mtanashati. Na mtanashati kabisa. Waliomo ndani ya Yesu hawana hukumu. Kama unataka kuwa rafiki yake Ibilisi na shetani, hiyo joka, endelea kujihukumu. Endelea. Sasa wewe ndio mshtaki, ndio kujishtaki na wewe. Utakuita ndugu yake Ibilisi. Jiachie, unapokuwa kwenye maombi, amini kwamba umepokea kwa jina la Yesu. Ninaomba nimepokea kwa jina la Yesu. Sina hela, nimepokea hela kwa jina la Yesu. Sina ada ya mtoto, napokea ada kwa jina la Yesu. Naamini ada inakuja kwa jina la Yesu. Naamini ndoa inakuja kwa jina la Yesu. Naamini hatua zangu zinakamilika kwa jina la Yesu. Yes. Yes. Naanza tu kujihukumu, ana maombi ya kinyonge. Yaani hata sijui kama utanibariki au unanibariki wewe. Kama huna uhakika wa Mungu kubariki, acha kuomba, acha kabisa, acha. Hata kama hujatubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona vizuri mstari. Mstari wa 11. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Walijitoa, walisacrifice, sadaka. Kila kwenye vingi vya wachawi, kila kukiwa leo wanatoa sadaka. Wanatoa zile sadaka kwa lugha zao wanaitwa kafara. Wanatoa kafara. Kwenye vingi vya wachawi. Kuna wewe, ndio maana Mungu anasema kwamba dhabihu ile hai ni wewe. Tena ndio ibada takatifu. Inayompendeza Mungu. Unapojitoa hivyo, usiogope chochote. Unamshinda Ibilisi. Kila mtu ana majukumu yake siku ya leo. Lakini kwa nini Mungu umejitoa? Umeacha majukumu yako. Ukasema niende kanisani. Sasa inakuwaje unakubali shetani hata kuaminisha kwamba umetoka hapa kanisani? Kweli. Na kuacha shughuli zako zote. Ukairisha ile safari yako yote. Ukaja kile mtano chako ambacho ulikuwa unataka kula chusa utamzinga. Wakaenda unamtangishia hapa. Halafu sasa unamwamini shetani. Sijui hata nitaipata wapi ya watoto. Wewe ni mshindi kwa jina la Yesu. Yule joka aliyekuwa anakudanganya, ndio utamsaga kwa jina la Yesu. Na yeye tunamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Tunapokea ushindi wa damu ya Yesu Kristo. Yule Yesu aliye ndani yetu ni mkuu kuliko yule joka. Ameshatupa
hapa chini ana lolote. Sisi hatuko tu hapa duniani, sisi tumeketishwa pamoja na yeye kwenye falme za juu, kwenye anga za juu, kwenye zile mbingu, juu ya mbingu. Tumeketishwa pamoja na Kristo pale juu ya mbingu. Huyu joka inakuaje tuweze? Huyu aliyetuka chini, sisi tunamwangalia hivi, tunamseta kwa miguu, tunamkanyaga kwa jina la Yesu. Hata kuweza kwa jina la Yesu. Unamshinda kwa damu ya mwana pekee. Tumempokea Yesu. Labda una wasiwasi na wewe Yesu wako. Sisi bana tulimpokea Yesu Kristo. Ambaye ni mshindi wa kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua duniani hapa kuna Yesu wengi. Yesu hapo wengi sana. Tena wazimu ndio wazuri. Wanaita watoto wao Yesu. Hapa Mswahili sio akamuita Yesu. Watu wataanza kumwabudu. Wazungu unasikia Jesus Navas. Unasikia si nani, si Jesus fulani. Hawana shida, wanajiita Yesu. Ni jina kama jina. Kwa Yesu ni wengi. Lakini sisi Yesu tuliyempokea sio tu Yesu wa kawaida. Huyu Yesu alikufa, akafufuka na yu hai kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunachofanya tunaanisha. Tuna ushindi wa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Huyo joka hata tuweza. Yeyote aliyekuwa anakuja kwa nafsi ya joka, anakuja kuvuruga maisha yetu, kutufanya kwamba tuendelee kuwa wanyonge. Sisi ni washindi kwa jina la Yesu. Sisi tutashinda zaidi kwa damu ya Yesu. Tunaye damu ya ushindi ambayo ni damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Isaya 27 mstari wa kwanza. Isaya 27 mstari wa kwanza. Ngoja tunataka tufanye maombi. Maombi yetu tutafanya maombi. Tutafanya maombi tukiwa tumeketi hivyo. Alafu awamu ya mwisho tutasimama. Lakini tukiwa tumeketi kama tunataka kusimama sawa, haina shida. Haina shida. Ila sasa sio kusimama mbele ya mtu aliyeketi. Labda kama unataka kusema utasimama kule nyuma. Kwa maombi yetu ni ya awamu mbili. Tukiwa tumeketi, alafu na awamu ya pili tukiwa tumesimama kwa kumalizia. Isaya 27 mstari wa kwanza. Isaya 27 mstari wa kwanza. Ndio. Yule joka, yule Lewiathan, yule joka mwenye kusonga, yule joka mwepesi, yule joka ambaye alikuwa anasonga maisha yetu. Neno la Mungu nasema kwamba atamuua yule joka aliye baharini, yule joka aliyekuwa anafukuzia yule mwanamke, yule joka aliyetupa hapa nchini, aliyetupa hapa chini, aliyetupa yule joka aliyekuwa anafukuzia maisha yetu. Yule joka, neno la Mungu limesema kwamba atamwadhibu huyo Lewiathan kwa jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Huyo joka Lewiathan, huyo joka mwenye kuzonga, aliyekuwa anazonga maisha yangu kuanzia leo. Bwana Mungu, nyosha upanga wako, kata huyo joka, kata kichwa chake.